Inua Biblia yako ya neno la Mungu. Lift up your Bible. Sema naipenda Biblia. Say I love the Bible. Kwa kuwa inayo maneno ya baraka. For it has the words of blessing. Na ahadi za uzima. And the promises of life. Na kila neno lililoandikwa. And every word that is katika written kitabu hiki. In this book. Litimie juu yangu. Shall be fulfilled. Na kila neno la ulinzi. Every word of security. Lililowekwa ndani yake. That is placed within liwe sehemu ya ulinzi wangu. It should be part of my security. Na kila baraka. And every blessing. Iwe baraka yangu. Should be my blessing. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Roho Mtakatifu. Oh Holy Spirit. Nifungua masikio yangu ya ndani. Open up my inner ears. Ufahamu wangu. My mind. Akili yangu. My mind. Na kila kitu changu. And everything of mine. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Neno hili litakaloingia ndani yangu. The word that should get in lisipotee. It should not be lost. Bali lifanyike mbegu. But it should be made a seed. Itakayozaa matunda. That will bear fruit. Katika jina la Yesu. In the name of Amen. Jesus. Amen. Pigia Yesu makofi. Give an applause to Jesus. Ongeza makofi mengi zaidi. Hallelujah. Hebu labda tukumbushe sura ya Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari ule nadhani wa 9. Anasema nao wanaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Ndiyo. Na kuzifungua muhuri zake. Ndiyo. Kwa kuwa ulichinjwa. Ndiyo. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Ndiyo. Watu wa kila kabila. Na lugha. Na jamaa. Na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme. Anasema wana wanaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukichukua hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Ndugu zangu, maisha yetu ni vitabu. Kila mtu anayetoka kwa Mungu anakuja na mengi buku yake duniani. Na ulimwengu wa roho unachokifanya, una-apply menu buku yako, inajua utakuwa nani baada ya muda fulani. Wachawi na washirikina wanacheza na menu buku yako. Amina. Amen. Na uwezi kukifungua kitabu bila kuhusisha kafara au dhabihu ya damu. Yes. Utanielewa baadaye. You understand later. Uwezi kufikia hizo positions za juu. Hizo mbili. Eza kwenye ulimwengu wa roho uwe na nguvu kama kuhani au hivyo kama leo unavyosikia prophet amefanya hivi, uwe na nguvu. As you hear the prophet did this and that. Kwenye ulimwengu wa mwili uwe na nguvu. Lazima usishe sadaka inaitwa sadaka ya damu. You must consent the blood sacrifice. Sasa utasema prophet na wewe umetoa kafara damu. You say prophet, have you given a blood sacrifice? I'll tell you later. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Amen. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kukifungua kitabu chako cha maisha yako au kufungua kitabu chako cha hatima yako duniani kama hajaihusisha damu. If they not consent the blood. Anasema anastahili huyo kukifungua kitabu. He says he's worthy to open up the book. Na kuziweka mihuri maana yake chapa. Chapa. No maana shetani ana chapa zake. That's why the devil has his seal. Na kuna hati ya mashtaka. And there's a document of accusation. Anasema kwa maana alichinjwa. He says he was slaughtered. Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Ndiyo. Na kuzifungua muhuri zake. Ndiyo. Kwa kuwa ulichinjwa. Ulichinjwa, umeshasikia kuchinjwa maana yake ni damu. You've had slaughter, it means blood. Huwezi kununua, huwezi kupata mamlaka, huwezi kupata madaraka, huwezi kupata position without sacrifice. Na mara nyingi ni sacrifice za damu. It's a blood sacrifice in a lot of time. Ndiyo. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Ndiyo. Watu wa kila kabila. Na lugha. Na jamaa. Na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme. Kilichosababisha wafanywe kuwa ufalme ni kule kuchinjwa. Ni ile sacrifice. Sacrifice ndio inawafanya wakae kwenye madaraka. Sacrifice ndio inawafanya wakae kwenye viti vya utawala. Sacrifice. So huwezi kutenganisha madaraka. You cannot separate na kafara and the sacrifice. Sio leo wala jana. Or yesterday. From the beginning. Kuanzia mwanzo. Sasa sisi tulio wa upande wa Mungu. Now for us that are on God's side. Sadaka wetu. Our sacrifice. Anaitwa Pasaka. Biblia inasema amekwisha kutolewa. He was already given. Maana yeye ni damu ya Yesu. He is the blood of Jesus. Kwa sisi tayari tumeshanunuliwa. We already bought. Na mimi hapa nilipo nishatoa sacrifice, nishatolewa sacrifice kwa hapa nilipo na nguvu nilionayo na mamlaka nilionayo. Na sacrifice yenyewe ya damu inaitwa damu ya Yesu Kristo kwenye upande wetu. Sasa watu wa ufalme wa pili nini wanakifanya? Waibrania sura ya 9. Ngoja nakuleta ndio tulianzia huko. Nitakimbia sana. Waibrania sura ya 9. Amen. Ukifika sema amina. Amen. Umefika Amen. Mstari wa 14.
Anzia mstari wa 12. Waebrania sura ya 9 kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu. Aliingia, unaona damu ya Yesu sasa ndio inatumika kutupa nafasi. Aliingia mara moja tu katika patakatifu. Katika patakatifu. Akisha kupata ukombozi wa milele. Akisha kupata ukombozi manake kutolewa kwenye gereza uliosikia yule kaka anashuhudia. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu, watu wenye uchafu utakasa, wakapata nafasi, wakatakaswa, hata kusafisha mwili, hata wakasafishwa wakawa wenye madaraka, bali si zaidi ya damu yake Kristo, si zaidi ya damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kule kwenye Ufunuo ndo anasema akachinjwa, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na mataifa, akawafanya kuwa ufalme na ukuhani. Huko anasema si ikiwa damu ya ng'ombe, mbuzi, majivu na ndama na nini, si zaidi damu ya Yesu. Sasa nini wakinafanyika? Hizo ni pande mbili nimekuletea. Unaona? Hapa tunaangalia kitu cha msingi sana. Here we're looking at an important thing, an amazing thing that happens. The people of the side, wa pili, they are the opposite side. Kitu gani wanasababisha watoe kafara? What causes them to give sacrifice? Kwa nini wanaua sana? Why do they kill so much? Why do they go to witch doctors and give money, cows and everything? They are looking for equality or equivalence of the value of the blood of Jesus. So you choose to be. So if you're with God, everything is free. It is Yesu free. alishatolewa kuwa Jesus kafara has already ili given wewe us a mfalme sacrifice na uwe that to become a kuhani. king and a Alishamaliza. priest. He has already finished it. Lakini shida, kuna taratibu zake kwa Yesu ili ile damu ifanye kazi huko kwako. Utakatifu, utu wema, fadhili, usijihusishe na mambo yasiyofaa, ambayo wengi akishapata madaraka anataka duniani. Sasa bora aende kwa waganga. Kwa unapoona watu wanatafuta madaraka, wanatafuta ufalme, wanachinja, wanaua mpaka wenzao, wanasababisha maajari, wanaua, wanatoa kafara za ng'ombe. Ng'ombe 10 sio ile tangamia ng'ombe, wanabadilishana sadaka kila siku. Lengo wanakuwa wanatafuta kuikidhi au kuikaribia thamani kwa umbali of the value of the blood of Jesus, and they cannot be near. So when you look for the equivalence, that's when they got authority. That's why the authority don't last, because the blood expires, but the blood of Jesus doesn't expire. Unaanza kunielewa eh? Do you start understanding? Don't be amazed that people are dying, this and that. The year of elections, a lot of things. No. From the beginning of the Bible, kuanzia mwanzo, hata machifu waliopita walikuwa nazikwa na watu walio hai. Wafalme waliopita wote kwenye Biblia na duniani, machifu walikuwa nazikwa na watu walio hai. Mtu akitaka kutawazwa kuwa chifu lazima kuna watu wauawe naye, na inakuwa ni heshima kwenye kijiji na ukoo wao. Watu wengi kila aliyoko ndani ya Kristo, hata ambaye yuko ndani ya Kristo, ulipozaliwa umezaliwa na ufalme ndani yako, ila ujijui. But you don't know yourself. Huko ndo tulikoanzia. That is where we began. Kila mtu ndani yako una kitu chako. You have something within you. Kila mtu ndani yako una kitu chako. Everyone within you have your own thing. Ila kimefunikwa, but it is covered. Umefichwa. You are hidden. Leo niko hapa, today I'm Jumapili ya leo tarehe 29, kuhakikisha kile kitu kilichoko huko ndani kinatoka nje na watu wanakiona. Out and people see it. From today, kuanzia leo utaishi sawa sawa na ulichokuja umebeba duniani. To what you upon hautaishi chini ya viwango. You won't live under levels. Nanielewa vizuri? Do you understand well? Nanielewa vizuri? Do you understand well? Hautaishi, mwambie jirani yako hautaishi chini ya kiwango tena. Tell your neighbor you won't live under your level. Mwambie jirani yako hautaishi chini ya kiwango tena. You won't live under your level again. Baada ya hapo, so after that, tukaona hayo kwamba mimi ni mfalme nisiyejijua. We saw that I'm a king that I don't know myself. Kabla sijakuumba nalikujua. Before I molded you, kabla hujatoka nalikutakasa. And before you came out, I cleansed you. Nabii wa mataifa. Mungu anakupa you to be a prophet of nations. So God gives you a name. He calls you to be a senior. You are a senior. You are a senior. Ila ujijui. But you don't know yourself.
You are a senior. Ila ujijui. But you don't know yourself. Nataka nikwambie baada ya ibada ya leo, acha watu waone usinia wako ndani yako na waanze kuutumia kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Tukaja hawamu topic ya pili, kipengele cha pili. Tunasema hakuna ufalme ama ukuu unaoweza kusimamishwa pasipo kumwaga damu, ambapo nimeshagusa hapa. Hakuna ufalme ama ukuu unaoweza kusimamishwa pasipo kumwaga damu, ambapo nimepita pale. Tukasoma Waebrania hiyo 9 na 11 mpaka 18 na ile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6. Umeona? Anasema akamnunulia Mungu watu wa kila kabila. He bought to God people of every tribe. Hallelujah. 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 Hebu soma mstari wa 6. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6. Biblia inasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Na wale wenye uhai wanne. Na wale wenye uhai wanne. Na katikati ya wale wazee. Na katikati ya wale wazee. Mwana-kondoo amesimama. Mwana-kondoo amefanyaje? Amesimama. Amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Mwenye pembe 7. Mwenye pembe maana yake utawala. The horn is ruling. Anachinjwa kwa ajili ya utawala. Come on, glory to Jesus. Hallelujah. 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 Yupo mwana-kondoo leo amechinjwa na damu yake ni mbichi kwa ajili ya utawala wako kwa jina la Yesu. Kama hapo kwenye hicho chanzo, Biblia inasema nikamwona mwana-kondoo mwenye pembe 7. Unaposikia neno pembe maana yake utawala. Akachinjwa. It was slaughtered. Leo today, natamka kwako utawala I declare upon you should rule in the name of Jesus. Natamka kwako utawala kwa jina la Yesu. Natamka utawala kwa jina la Yesu. Na ile nafasi inayosuasua inachelewa na ipushi wai utawala kwa jina la Yesu. Narudia tena, ile nafasi inayosuasua inasuasua I push in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kwenye hiki kipengele cha utawala na pembe na kutiwa mafuta, tukaenda kumshuhudia mtu mmoja anaitwa Ahab. Watu wakatengeneza pembe fake inaitwa pembe ya chuma. Amen. Kama ambavyo wengine wanaoenda kwa waganga wanatafuta utawala, na utawala fake, utaharibika, pembe itapata kutu. Chuma watu wanakuwa cheusi. Ndio maana unaona watu wengine aliingia kwa mvuto mkubwa, katikati mvuto unapotea. Kwa nini unajua unapotea? Alitiwa mafuta kwa pembe ya chuma. Sasa chuma kimepata kutu, amepotea, amekuwa giza. The iron got rust and they lost the darkness. Pembe. A horn. Pembe ya mwana-kondoo, tena wale sufi wa Israeli, ni ndefu hivi na haipati kutu. Hata kwenye moto haingui. Ndio nilionayo leo kutoka Israeli. Is the one I have from Israel today. Amina. Amen. Kwa Ahabu akatiwa mafuta, so Ahab was anointed, lakini kwa pembe ya chuma. By the iron horn. Baadaye ufalme wake ukaharibika. And his kingdom was destroyed. Na akafanya matukio mabaya kabisa. And he did very evil deeds. Na mpaka juu akaambiwa sasa, Mungu akakasirika. And God was Mungu akaitisha mkutano mbinguni. Tunasoma kitabu cha Wafalme sura ya Wafalme wa kwanza sura ya 22, hiyo utasoma yote. Mambo yakaharibika. And things were destroyed. Mungu akaanza kutaka kupiga utawala wa Ahab. And God wanted to attack the ruling of Ahab and his kingdom. Lakini akasema tumpigeje huyu jamaa? And he said, how should we attack him? Biblia inasema, the Bible says, katokea kikao mbinguni. There was a meeting in heaven. Na Mungu, pepo akatokea, pepo mchafu, shetani mwenyewe akatokea. Appeared, the devil appeared. And he told God, mimi naweza kufanya Ahabu tumdanganye. I can deceive Ahab. Akamwambia wewe utamdanganyaje? And I said, how will you deceive him? Akamwambia mimi he said, I will turn myself into a deceitful spirit. And then I'll enter into all people that he trusts, that are 400 of them, and tell them lies. Kwa hiyo wakasema nitamwenda nimdanganye. So he said, who should Ahabu, nenda ukapigane vita utashinda. He said, Ahab, go and battle and you shall win. Mungu alishatengeneza watu wanampiga mshale. God had already made a people that were in battle. Kila mtu anamwambia unabii mzuri, unabii mzuri. And everybody gave him a good prophecy. Leo that's why today ni watu wachache ambao watanielewa mimi ni nani katika taifa langu mwenyewe. In my nation. Lakini walio wengi wanaweza wasinielewe. But a lot of people may not understand me. They see me as a threat. Sieleweki. I'm not understood. I want to tell you. Mimi najua Mungu wangu naye muabudu. I know the God that I worship. Kitu gani ninachokifanya kwenye taifa langu. And I know what I'm doing in this nation.
Kwa nini wananiona kama Mikaya? Wote wanamwambia wafalme wao, wanawaambia wao, nenda, wanawapa unabii mzuri. Nenda mheshimiwa, nenda kwenye jimbo utashinda, tena tunakukubali sana. Waongo, wanataka hela yako. Nenda, wanakudanganya. Wewe sijui nini, wewe unapambwa, umepiga mwingi, vitu vingi tu. Lakini wangekwambia uhalisia, if they've told you the reality that where you're going, hautakiwi, you're not supposed to go there, go to another place. Usingepoteza fedha. You wouldn't have lost money. Mimi leo nikija nikahubiri maneno ya haki na kweli, preach about the true words and the righteousness, I've seen as an evil one. Kwa yule mfalme, so the king, akashapewa unabii, he was given prophecy of the good things. Akasema lakini kuna Mikaya. And he said there is Micaiah. Mikaya mbona hajaongea? How come Micaiah hasn't spoken? Let us go in quest for Micaiah. Mfalme akamwambia Mikaya ananitabiriaga mambo mabaya tu, Micaiah always gives out negative things. Tumuite tumuulize. And say let us call him. Mmoja wa wale wanaoongea mazuri. And say one that speak the positive things. When he went to Micaiah, the strange thing that happened, anamwambia Mikaya, he told Micaiah, ni nabii lakini aliyemwambia is a prophet that told the king, kumpamba. Na Mikaya na ujumbe wa kweli wa Mungu. And Micaiah is a true servant of God. Alipoenda kwa Mikaya akamwambia Mikaya, and when he went to Micaiah, he told Micaiah, we 400 people, tumeshamwambia na mfalme, we have told the king that he should go and he will be victorious. Now when you go, na tumeshakula hela yake, tushalamba asali, we have already licked the honey. Kwa ukaenda tofauti, if you go differently, we'll be hanged by the king. Na wewe ukienda Mikaya, now when you go Micaiah, hivyo kwamba mheshimiwa, tell him the same, mfalme nenda utashinda. O king, you go and you win. Hilo tu hamna shida. And he said only that, there's no problem. Nimekula, twende. Let us go. Mikaya kufikishwa. And Micaiah was there. Ahabu mfalme akamuuliza, Mikaya, wewe unaona nini? Wenzako wote wameshaniambia wewe unaona nini? Your fellows have told me. Naona nenda, Mungu atakuwa pamoja nawe, utashinda vita. He said, go, I see God giving you victory of the war. Unajua hata pepo kuna wakati huwa linakuwa malaika. There's a time that it holds. Mbona huyu sio Mikaya? He says, how come this is not Micaiah? Mfalme anamwambia Mikaya, should I make you swear? Nikuapishe kama ulichosema ni kweli, nikuapishe. Should I make you swear that what you've spoken is true? Unataka kujua ukweli? And Micaiah says, you want to know the truth? Sikiliza, nalimuona Bwana. He says, I saw the Lord seated on the throne. Na nikaona pepo moja akatokea. And I saw a demon that appeared that he would deceive you. Akaja anasema nitamdanganya mimi. And he came and said, you deceive you. Now what is going on? When you go there, you want to win, and you die. So don't go. And the king told him, I told you this one. He prophesies negative upon me. Look at what he's prophesied. And the king was angered. And he called the chief commander and called Micaiah and said, put him in prison. I'm going to war. When I come back, I want to kill Micaiah. He's deceitful. And say, king, go. When you go and come back, I'm ready that you kill me. So just put me in prison. If you go and you come back, kill me. When the king went there, he said, not only going there, you die, but you have the curse of adultery and evil deeds. After your death, your blood will be licked by dogs. How can a king's blood be leaked by dogs? Because he had authority, he put him in prison. And he imprisoned him. The king went to war, and the 400 that told him, go. Can you value only one? And the rules is majority right. You can leave all the 400 ones. And you say Rolinga is a false one. So he wore the garments. An arrow was stabbed into him in the midst of his garments. And it pricked him and he fell and he died. When he died, they carried him. They buried him. And while the blood fell down, and the dog went and licked the blood, according to the prophecy of Micaiah. So the fourth one, he said, ikasema ndani ya nyumba ya Yese. He said in the house of Jesse. Ndani ya nyumba ya Yese. In the house of Jesse. Tunaiangalia Samueli wa sura ya 16 mstari kuanzia wa kwanza. Anasema Mungu akamwambia Samueli, soma kidogo pale. Mungu akamwambia Samueli kwamba utaendelea kumlilia Sauli hata lini ikiwa mimi nimemkataa? Ijaze pembe yako mafuta. Alafu nenda kwenye nyumba ya mtu mmoja Bethlehemi, maana huko ndani nimejipatia mfalme.
Samueli wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli, ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakupeleka kwa Yese, Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe. Kila kitu ndama, fanya ibada ya nini? Ya dhabihu. Ukaseme. Yes, panatosha, mtu mwingine atajisomea mwenyewe. Sasa unaona topic ya pili kwa anasema Samueli ndani ya nyumba ya nani? Topic is Samuel in the house of Jesse. Na akawa anaelekezwa kwamba huu mfalme umeisha. Na ukumbuke huku chini kule juu mwanzoni, mimi ni mfalme nisiyejua. Tunamuona Sauli aliwekwa mafuta kwa kichupa. Na Samueli akawa mkuu. And he became great. Na kutawala. And he reigned. Kwa hiyo akasema humu ndo na mfalme. And he said, this is the king. Na huyu Samueli ajui. And Samuel doesn't know. Achana Sauli, wewe usimwombee. Let go Saul, do not pray for him. But this one I've got a king for myself. Lakini ndani ya ile nyumba, but within that Daudi mwenyewe hajijui kama David doesn't know that he's a king. Na baba yake hajui. And the father doesn't know. Na Samueli mwenyewe mwenye pembe hajui. And Samuel doesn't know. Na ndugu zake hawajui. And his relatives don't know. Sema Rolinga, unasema nini? Kasome mstari wa 7 na 8. What are you saying? Go and read. Samueli anabahatisha. Wakamleta Eliabu mtoto wa kwanza, akasema hapana, simuoni mfalme humu. Kaita mtoto mpaka watoto 7. Baadaye Samueli akamuuliza, and Samuel asked him, mzee Yese, Yese, watoto wako wote wamekwisha? Yes, akamuuliza wote wameisha. And he asked them, are they all in? Yes, akasema and Jesse said, sawa, kuna mdogo wao, there is the young brother, but he's there in the bush looking after the sheep and the cows and the lamb. And David was 13 years by then. Others say he was 5 years. When you read 2 Samuel, started reigning the whole city of Israel and Jerusalem while he was 30 years. Sasa wengine wanasema 5 kwa sababu ilipita miaka 25 kabla ya kutawala, wengine wanasema 13 kwa sababu ilipita miaka 17. Sasa fikiria iwe 5 iwe 13. Kaka zake wote 7. Fikiria mtoto wa 8. Mtoto wa kwanza atakuwa na umri gani? How old will be the first? Mtoto wa 8 na miaka 13. Mtoto wa kwanza atakuwa na umri gani? Sasa sema iko kwenye miaka 30 au 20 kitu Sasa fikiria mtoto wa kwanza mkubwa yuko nyumbani, alafu mdogo anachunga kondoo kule. Na kule kwenye kondoo ni polini, anapigana na dubu, simba, wanyama wakali kwa kondoo. Manake Mungu alianza kumtengeneza Daudi kuwa jemedali kwa ajili ya watu wake kabla akiwa tumboni. Nami nataka nikwambie, unapoona kuna kesi nzito nzito, kuna vitu vigumu vinaletwa kwako kwenye umri mdogo, wewe ni mfalme wa ukoo na familia na nchi bila ujijui. Mungu anakuandaa kwa jina la Yesu Kristo. Unapoona unapitia mambo magumu kwenye utoto wako, unapitia mambo mazito, magonjwa, mavitu magumu yanapita na wewe, wengine wako salama, lakini wewe ndio unashangaa afya yako haitengamai, maisha yako hayatengamai, kazi yako hayatengamai. Usianze kumlilia Mungu, usianze kukata tamaa. Jua wewe unanolewa, ni mfalme wa baadaye kwa jina la Yesu Kristo. Yes, come on. Yes. Kuna watu wanapoona mbona mimi tu? Mbona mimi tu jamani familia? Mimi tu kaka zangu wamekuwa vizuri, wameolewa, dada zangu mimi ndo sieleweki, mimi ndo nimeacha, nimesaulika, mimi ndo sipewi kipaumbele. Nataka nikwambie, I want to tell you, don't be disappointed. Don't be disappointed. Usikate tamaa. Wewe una kitu kikubwa kuliko wenzako. Kwa hiyo Mungu anakukomaza ili uingie kwenye ufalme. Amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pigie Yesu makofi. Give an applause to Jesus. Kwa Daudi akasemekana yuko huko machungani. Is said to be. Samuel akamwambia hatutakula chakula. And someone said you wala tutatoa sadaka. And we won't give an offering Daudi. Until David is brought. Mafuta yamekataa kutoka. The horn has refused to give an oil. Mafuta yamekataa kufanyaje? Kutoka. The oil refused to come out. Kabidi afuatwe Daudi akaletwa. So David had to be followed and brought. Kuinua hivi pembe mafuta. When he rose the horn and the oil came out. The Bible says the Spirit of the Lord came down. And the evil spirit got into Saul right there. The good spirit.
Hiyo ilikuwa ni topic ya number C. That was the number 6 topic. Na ndo hapo ukifuatilia vizazi vya Yesu. When you follow upon the generations of Jesus, the last generation, vizazi 14 14. It was 14 generations. The first generation, it was David of Babylon until Babylon, 14 generations. And from Babylon to David, 14 generations. Foundation ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kwa kuanzia kwa Daudi mpaka Kristo vizazi 14. David to Christ is 14 generations. Kwani kwa sababu Yesu anatoka kwenye pembe ya utawala wa Daudi, nyumbani kwa Yese. Nataka nikwambie wewe, your generation haitakuwa na mwisho. Baraka zako zitakuwa na mwisho. Kukaa kwenye viti vya utawala hakutakuwa na mwisho. Wewe utatoka, watoto wako watatokea, mtu atakaa. Nataka nikwambie, natamka ufalme usiokuwa na mwisho. Come on, glory to Jesus. Hakuna kitu kibaya. There is no bad thing. Kama wewe ulifanikiwa, like you prosper, utajiri unaishia kwako. And then the richness ends. Wewe ulikuwa na madaraka, madaraka yanaishia kwako. And the authority ends up. Nataka nikwambie, I want to tell my prayer, maombi yangu, my prayer, leo Mungu akiinua mtu kwako kuwa katika vitu vya utawala, hiyo chain haitaisha, itaendelea mpaka kizazi na kizazi kwa jina la Yesu. Itaendelea mpaka kizazi na kizazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tunamuona Yesu Kristo. So we see Jesus Christ. Kama ndiko anavyosema kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2, anasema wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Unaposikia mfalme wa Wayahudi, maana yake huu mfalme alitoka kwa Daudi ambaye yeye alikuwa mfalme kwenye Yerusalemu yote na akatawala mpaka Yerusalemu yote na nchi yote. Wayahudi wote walikuwa chini ya Daudi. All people under David, the king of the Jews. It is like the kingship that his grandfather of 12 generations past had. He said, for we saw his star. We saw his star. The star of Jesus, it started to be seen since David when he was anointed. And the generation will move on until Solomon appears with wisdom. And then it goes on to Christ because of the star. The star. Na Herod anasema tutafute muda. And Herod says we should search for time. Uhakika wa muda na miaka tangu nyota ilipoonekana ili nizime ile nyota. That I shall quench the star. Ndio maana watu wengine na washauri. That's why other people advise them. Mtoto wako mdogo. Don't post your child. Ukao unawatumia watu status. And then you send status na mwaka mmoja birthday. Miaka miwili ficha watoto wako. Washauri wanatafuta uhakika wa miaka ya watoto wako. Kama na nyota ya uongozi wanaizima hapo hapo. And if it is of leadership they quench it right there. Don't post your children. No. Usiposti watoto wako. What's your problem? Oh? Na shida gani? You have posted a lot. Umeposti sana. Don't do that. Oh. Usifanye hivyo. Kila siku mara kitchen party, mara sijui nini, mara kwenye kitchen party ndo baby wetu, mara birthday, mara wati. Katoto kenyewe akaelewi chochote. Unakaposti watu wanakazumu hivyo wanakafanya. And you posting them and they jamani katoto kazuri wanaiba nyota. Herod anasema tafuteni uhakika wa muda tangu nyota ilipoonekana. Since the star was seen. What is your problem? Shida yako nini? Ask your neighbor, what is your problem? Shida yako nini? What is your problem? You are post a lot. Na mtu anayeposti sana ana kazi, ana idle time. No work. They have idle time. Na ukiwa na idle time utatenda dhambi, utazini, utaposti, you commit adultery, you post and insult. Like me, I don't have time to post. Velelea ukuta mimi nimeposti hata profile yangu haina hata picha na angalia. Yaani huo muda nianza kuchambua picha, niweke kwenye profile zoom, sikio likae hapa niipange, ikae ndo sikio lisikae hivi, nilinganishe na kile kibox cha pro. Saa ngapi? What I get that time? Wengine wanapambana nini ile status anapanga kama ni ka video akasogeze, kaungane vilete maana. Unatumia zaidi ya dakika 5 mpaka 10 unapoteza muda. Namba 4 ambapo naenda leo namba 5. That I'm going to number 5 today. Tukaja kitu kinaitwa baada ya kutiwa mafuta. And we came to something said after being anointed. Inakujiria, there's a spirit that comes and enters na nyingine inakutoka. And others come out of Samuel wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 na wa 14. Tunaona haya matukio pale. Na tukamwangalia mtu mmoja anaitwa Abimeleki mtoto wa Gideon aliingiwa na roho mbaya. And evil spirit got into them. Hallelujah. Hebu nisomee hapo mara moja. Ndio.
Samueli wa kwanza sura ya 16. Ndio. Mstari wa 13 hadi wa 14. Biblia inasema, ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta. Samueli akaitwaa ile pembe mafuta. Akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Alafu mstari unaofuata angalia, Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Roho ya Bwana. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Unaona once Daudi ametiwa mafuta. David was anointed. Biblia inasema roho ya Bwana, roho njema ikamwingia Daudi. Got into David. Na pale wakati roho njema imemwingia Daudi ya kifalme, yule aliyekuwa mfalme, ile roho ya ufalme ikachomoka hapo. Na ilipochomoka kabaki yeye akaingiwa na roho ya dunia, roho mbaya. An evil spirit got into him. Na hebu you can imagine mfalme, you can imagine a king, anaoperate kwenye ufalme, he operates akiwa sio mfalme, while he's not a king. Alafu asiye mfalme, and the one that is not a king, he operates in a normal life while he's a king for 17 years. Can you imagine? Sio, unanielewa? I don't know if you understand. Sauli ameondolewa ufalme. Remember, Saul's kingship was removed. Alafu bado anaongoza. And he still led. Na anaongoza, roho mbaya inamuingia. And he leads an evil spirit gets into you. The nation must be scattered. Because he doesn't lead as a king, he leads as someone, as a citizen. For 17 years. You can imagine. 17 years. Miaka 17. Sio mfalme, he's not a king for 17 years and he stays there. Nini kitatokea? What will happen? Yes. Sio mfalme, roho ishaondoka. Because it's not a king and the spirit has left. And this one is given the spirit. And it's just a normal person. But the spirit of kingship is inside and he leads. He doesn't lead. Tell me what will happen between this one and this one. Vita. The war. And that is what happened to Saul. When you see you have a great war with your boss in the office, understand there's a way that is twisted, but the boss doesn't want to accept it. Do you understand my point? When you see you're in the office and you're well with your boss, and then suddenly from nowhere, you start quarreling. No, there is a way where he got in a bad place and the spirit is twisted. He got the good spirit and it's left him. And you see yourself fighting. That war won't end. And then you decide. You decide to be calm, to wait for the time, or you come out and shift. And you shift somewhere else. If you play around and you don't have security, they'll kill you. Ananisikiliza kwa umakini. Baba mmoja ananisikiliza kwa umakini kwa sasa. Unakufa, yani unakufa unajiona hivi. Sababu wewe na boss tayari vitu vimechanganyikana. Because you and the boss are things that are already confused. Na wewe ambaye sio boss ndiye boss. The boss is not the boss and you that is not the boss. Yeye hataki kuachia uboss. So he doesn't want to let go being a boss. Kwa boss akae. That the boss that deserves to be a boss settles there. And you that is not a boss. You have no means of taking him out of being a boss. So at the end of the day, it's war that appears. Na leo siku ya 5. And today on the 5th day. Inaitwa mambo gani uyatarajie kutokea baada ya kutiwa mafuta after being anointed. Mambo gani tarajia yatakutokea? What things should you expect to happen to you after being anointed? Cha kwanza, first of all, tuanze na upande asi au upande wa mabaya. Start with the negative side. Cha kwanza tarajia, first of all, kuanza kuwindwa, to start to be hunted na adui zako by your enemies, kwa nguvu zote with na kwa nguvu kubwa. Strength. Na sasa ulichonacho, kwa sababu ulichonacho kimetoka nje na kinaonekana. Sababu ya kuwindwa, yani cha kwanza baada ya ibada hii, the first thing after this service, tegemea utaanza kuwindwa. That you start to be hunted. Wanakuwinda kwa sababu gani? They will hunt you because
ulichokuwa nacho kilikuwa kimefichwa hawakujui, sasa kinajulikana na kinaonekana, kwa hiyo watakuwinda live. Yani adui watajitokeza, walikuwepo ila ulikuwa wajui, lakini baada ya kutiwa mafuta tarajia mambo yafuatayo. Moja wapo ni kuwindwa. Wazi kabisa utawindwa, very openly. Wazi kabisa. Samueli wa kwanza sura ya 24, Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 2 anasemaje na mstari wa 9 anasemaje? Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 2, Biblia inasema lakini huyo Jonathan mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Alikuwa anapendezwa sana na Daudi. Basi Jonathan akamwambia Daudi. Akasema Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Unaona? Live kabisa anatafuta kumuua. Na chanzo cha kumuua ni kwa sababu sura ya 18 mstari wa 6 na wa 7 wanawake walimwambia Sauli, wanaimba baada ya vita, wakawa wanaimba wimbo kwamba Sauli kapiga 1000 na Daudi kapiga 10,000. Alafu Sauli akasema ikiwa huyu mtu anaimbwa amepiga 10,000 na anapendelewa hivi, ni nini nilichobakiza zaidi ya ufalme wangu? Kumbuka hayo mambo yanaanza kuimbwa baada ya sura ya 16 mstari wa 13 Daudi kutiwa mafuta, 17 anampiga Goliati, 18 wanawake wanatambulishwa na wanamuona Daudi kama mfalme, na wanaanza kumuimba kwamba huyu ndo mfalme, huyu ndo mtawala, alafu mfalme yupo. Sauli anasema akiwa ni mfalme, sasa nini kimebaki? Huyu jamaa maana yake atachukua na ufalme wangu, inabidi nimuue haraka. I must kill him quickly. Sura ya 19 mstari wa 2. In chapter 19 and verse 2. Jonathan anainuliwa, Jonathan is lifted. Kinaitwa kikao cha mkakati, kikao cha siri. A strategic meeting, a secret meeting. Kikao cha mikakati ya siri. Alafu mtoto wa mfalme yuko mule yanapangwa. And the child of the king was in there. He had a plan to kill David. ya huruma ikamuingia Jonathan mtoto wa mfalme. Akampenda Daudi, akamwambia Daudi, nikwambia rafiki yangu, tumekaa kikao na mzee, kikao cha siri, kikao cha utekelezaji, na tumepanga akuue, na atakuwa kwa jinsi gani, atakutegeshea hapa. Akasema sasa kimbia ujifiche. Alafu mimi nitamsemesha mzee. Nitamconvince. Nikiona haelewi usitoke. Akielewa toke. Nataka nikwambie katikati ya vikao vya kukutendea mabaya, Mungu apeleke Jonathan wa kukusaidia. Narudia tena, katikati ya vikao vya kukutendea mabaya, Mungu amweke Jonathan wa kukusaidia kwa jina la Yesu. Mungu akuweke Jonathan kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuweke Jonathan wa kukuletea habari zao katikati ya habari mbaya wanazozipanga juu yako. Mungu amtomeke Jonathan kwa jina la Yesu. Jonathan in the name of Jesus. Yes. Na Jonathan, and Jonathan akamconvince baba yake. He convinced the father. Baba yake akakubali. And the father accepted. Na Daudi akatokeza. And David appeared. Kitu cha ajabu kinachonishangaza. An amazing thing that amazed me. Wakati Daudi amejitokeza, while David appeared, ile roho mbaya ilikuwa inamjia, the evil spirit came to him that this is not a king, and the spirit of God rejected him. So the spirit of murder came to him without him knowing. And suddenly, Daudi akiwa yuko mbele yake while David was before him playing the harp, mstari wa 9, yule jamaa ile roho nini yuko anafurahia muziki wa Daudi, anafurahia, ghafla roho mbaya ikamuingia, yuko na mke akarusha pum, Daudi akakimbia, kumbe jamaa roho mbaya imekuja tena. The evil spirit has come again. Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 9. Biblia inasema, tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjilia Sauli. Hapo alipoketi ndani ya nyumba yake, akiwa na mkuki wake mkononi mwake. Na Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Daudi mbele yake maskini anaimba kama kazi yake aliyopewa, anaimba mfalme aburudike. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake. Unaona yani Daudi, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli. Na huo mkuki akaupiga ukutani. Na Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Amen. Mtu akishakuwa na roho fulani ndani, when somebody has a certain spirit within, any person that has no God, don't trust them. Hata kama anakupenda na kubusu hivi, even if they love you and kiss you like this, kimbia, run away. Mtu yeyote ambaye hana hofu ya Mungu ndani yake, any person who has no fear of God within anaweza kukuua. In all times they may kill you. Wengi sasa mnapotezwa na kukumbatiwa. A lot of you are lost by heart. Wewe una vitu vingi, njoo.
Na wewe bado mpaka ukusanye. Nani yuko tayari? Unasema baba yangu kama ana Mungu kwenye kukumbatia atakutia bisu huko ndani. In hugging you, put and stab you with a knife in there. Usifurahie watu unaona watu wanakwambia. Don't be joyful when you see people like this. Na wewe unasema, na wewe unalala kwenye kifua hivi unajibembelezesha hivi. Sawa bosi ananikubali. Kama hajaokoka hana hofu ya Mungu, siku moja atakutia bisu. If he doesn't have the fear of God, he will stab you on the back. Mtu yeyote ambaye hana hofu ya Mungu, anyone that has no fear of God, Sauli roho ya Mungu ishamwacha. Kwa hiyo yuko yeye kama yeye. Yuko anafurahia muziki. Ghafla ile pepo likamvamia. Lipomvamia ni pepo la kuua. Kuna watu wana mapepo ya mauaji. There are people who have demon of murder. Yaani mtu ana pepo la kuua. Someone has a demon of murder. Akikosa wa kuua anajikaba mwenyewe. If they let someone to murder, they strangle themselves. Hasira zimeisha na tu. And the anger ends there. Akipata tu hasira anakamata. When he gets anger, hasira inampanda, unapoona hasira imempanda na piga ngumi kwenye meza. He hits the table. Kaa naye mbali huyo. Stay far away from him. Atapiga ngumi kwenye meza, atapiga kwenye moyo. He'll hit the heart. Mtu yeyote, narudia tena, mtu yeyote asiye na roho ya Bwana, that has no spirit of God, asiye na hofu ya Mungu, that has no fear of God, anakupenda vipi, no matter how they love you, stay far away from them. Namba 2, utaanza kupata mashambulizi. Number 2, you take mashambulizi mabaya, magonjwa, attacks of diseases, uchumi, in works and economy, this and that. Samuel wa kwanza sura 22 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mashambulizi yani vitu utakimbia huku mpaka kaenda kujificha kwenye pango la Adulam. Samuel wa kwanza sura 22 mstari wa kwanza hadi wa pili. Samuel wa kwanza sura 22 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema, basi Daudi akaondoka huko, akakimbilia pango la Adulam, na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake. Naye akawa jemedari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata watu 100 walipata kama watu 400. Amen. Unaona changamoto zikaanza za maisha. Changamoto kwa mfalme kazini hapakaliki. Mpaka Daudi akabidi akimbilie pangoni. Na alipokimbilia pangoni changamoto zinamfuata mpaka pangoni. Watu wanakuja kumfuata, wafuata watu wa maana, wanafuata watu wana madeni. Wamenyofoka miguu. Wana matatizo, wagonjwa. Ndio wanaokaa naye watu 400. Fikiria wewe una changamoto zako. Lakini bado Mungu anakuletea wenye changamoto kuliko wewe. Ukiona hiyo hali, dakika chache zijazo unaenda kuwa mfalme. You're going to be a king. Yani unashangaa wewe una madeni, una changamoto, una hela, una matatizo, alafu wanakuja watu ndio wanaendelea kuja kwenye matatizo. Wanakuja wote, hakuna mwenye nafuu. Wote wamechoka hoi hai. Wanaambia sina uniform. Mwingine sina karo, mwingine jicho langu, mwingine naumwa, mwingine nisaidie bima, mwingine nimefukuzwa. Others are chased, and you ask yourself, God, I also have a lot of problems. Na wote hata wanaonifuata nafikiri na wenyewe wanaletwa wenye matatizo. Unaweza kuanza kusema hizi ni roho za kufanya. Yani haya ni maroho yamenifuata mpaka huku niko jificha. You may see that the spirits that follow me where I am. Changamoto zinaongezeka. Challenges increase. Na wakuzitatua hawapo, wanakuja wenye changamoto wengine. Jua hilo ni giza totoro, panakaribia kukucha, na dakika chache utakaa kwenye nafasi yako ya utawala. Pigia Yesu makofi mengi. Give an applause to Jesus. Namba 3. Point ya 3, ukishatiwa mafuta mambo gani yatakutokea? Pamoja na kuwindwa, ila adui zako hawatafanikiwa kukudhuru. Hiyo ni positive. Utawindwa, lakini good news, hautadhurika. You won't be harmed. Hautadhurika. You won't be harmed. Samueli wa kwanza sura ya 26 mstari wa 25. Samueli wa kwanza sura ya 26 mstari wa 25. Au sura ya 19 mstari wa 9 ule. Anasemaje? Akatupa mkuki. Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 9. Mstari wa 9. Biblia inasema, tena ikawa
roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjilia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake, na Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, na huo mkuki akaupiga ukutani, na Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Unaona, utakuwa unajaribiwa, so you'll be tested, kwa sababu ya ile mafuta iko juu yako, because of the anointing upon you, there is no weapon that will be formed that will succeed upon you. So every time your enemy is mawindo, lakini hawezi kukukamata mkononi wakakupata. Nami natamka hakuna atakaye kukamata mkononi kwa jina la Yesu. Hakuna atakaye kukamata mkononi kwa jina la Yesu Kristo. Sura ya 26 mstari wa 25. Samueli wa kwanza sura 26 mstari wa 25. Biblia inasema, ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu. Alipomkosa sana, wale adui wao wanageuka wanaanza kutoa baraka, lakini wakitoa baraka baadaye wanataka kukuua tena. And later they want to kill you again. Sauli amepambana na kwa nini alitoa baraka? And why did he give blessings? David, while he was in the caves hidden, Sauli akaenda kwenye pango lile ambalo Daudi yumo. That David was there. Ila Daudi yuko ndani kule chini kabisa. Kwa Sauli akaja akaingia kwenye pango lile, anamtafuta Daudi amuue. Kwa hiyo akawa imeenda safari amechoka, akaambia aingie kwenye pango apumzike. Kwa hiyo akaingia kwenye lile pango usiku ule ili apumzike, ili akiamka aendelee kumwinda Daudi afanyeje, ili amuue. Pango aliloingia na Daudi yuko humo na watu wake. David was in there with his people. Sauli akaingia akajificha, akaingilia kinyume hivi akajificha, akalala usingizi. Wakati amelala usingizi, wasaidizi wa Daudi wako chini kule, wakasema nasikia kama Sauli yuko hapo juu. Na tuko wote pango moja. Huu si ndio wakati, maana Bwana amesema ataleta adui zako mkononi mwako, utawaua kwa upanga. Sasa Bwana wetu, adui yako ameshakuja mkononi, kata kichwa huyu jamaa. Ameshajileta, anakuindaga umuue. Lakini leo yuko kwenye himaya yetu na amesinzia. Na amesinzia. And he's slumbering. Daudi akasema, and David said, ni nani? Who is mimi hata nimguse masiwa Bwana? Who am I that I touch the anointed one of the Lord? I cannot harm him. Kwamba mimi but sina I'll show him that I don't have a bad will. Daudi akachukua upanga, and he went to sleep, and David took a sword and he cut a piece of clothes of Saul, and he sat with it. And in the following day, he looked for David and said, Saul, I have no intention with you. If I want to kill you, I would have done it. I've cut a piece of rope. I cannot kill you. And Saul told him, God bless you. And he told him, God bless you, David. God bless you, David. When he finished blessing him, and he repeated again. An evil spirit is a bad thing. When it is upon a witch, it doesn't change. Attack the witch. Mpige moto wa Roho Mtakatifu. Attack them with the fire of the Holy Ghost. Jamaa limebariki na limekoswa likaenda tena kumwinda Daudi. And he went again to hunt David in the mountains. Akachoka jamaa. And he was tired na and he wasaidizi wake na wasimamizi wamelala. With his helpers. Daudi akaangalia akamuona And Sauli. David looked and he saw Saul there. Akaenda, Sauli ameweka upanga hapa. And he went and Saul was putting the sword there. Na gudulia la maji. And he had water. Anamtafuta Daudi. Looking for David. Alafu amelala usingizi na wasaidizi wote wamelala wapata 3,000. Yaani ameenda kuvamia kambi na majeshi ya watu 3,000. An army of 3,000 people. Jamaa limelala, akafika pale. And David went there. Akachukua gudulia la maji kwanza wakanywa. He took the bottle of water and drank it. Alafu akachomoa ule upanga, fikiria kama ni silaha kwa hapa, kama yule rais wa kula na bastola hapa. Ikafunguliwa, akachukua silaha. Akaenda, afu Daudi akapanda juu ya mlima akasema, he took the sword and he stood on the mountains. And he said, Saul, I would have killed you. Look, you don't have a sword. And he said, I would have cut off your head. What is it fit to have? It's better you kill your helpers. If I as one person have taken the sword amongst 3,000 guards, I would have killed you, but I don't have a need to kill you. And Saul tells him, God bless you so much. And God strengthen your kingdom to be strong. Listen, I want to tell you, the time that we're going to do not come out from God. Those who hunt you will come and bless you.
Narudia tena, wanaokuwinda watakuja mbele yako, they will come before you, watasaluti and they will salute before you. Na sio mbali, ni kitambo kidogo tu, heshima yako inarudi. Your honor will come back. Soma mstari wa 25 nimalizie hapo. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi. Ubarikiwe Daudi. Mwanangu, utatenda mambo makuu. Sikiliza, anamuita mwanangu. Mwanangu, ubarikiwe, utatenda mambo makuu. Wewe Sauli, wewe. Azawaje ubarikiwe? Tena hakika yako utashinda. Hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake. Sauli naye akarudi kwao. Hakika yako utashinda. Maana kashajitabiria umeshanishinda. Hiyo ndio sentensi ya mwisho ya Daudi. Nataka nikwambie, hakika yako utashinda. I want to tell you, surely you shall. Narudia tena mwanangu, hakika yako utashinda. And surely you shall win, my child. Narudia tena mwanangu, hakika yako utashinda. Surely you shall win. Mwanangu, hakika yako utashinda. Surely you shall win. Na mwisho kwa leo kwenye hicho kipengele. And lastly for today, that is, baada ya kutiwa mafuta, mambo yatakayo kutokea mojawapo ni kukupa ufalme, is to give you kinship, na kukutambulisha, and to recognize, na kufanya ufalme wako kuwa imara na kudumu, and to make your kinship to be strong and to last. Sababu umeshapitia majaribu yote. Because you've gone through trials, God will give you kinship and identify you, and He will strengthen your kingdom to be strong. Because He has concluded all tests. God is not believe or trust a babies. Mungu aamini watoto. Narudia tena. Hicho nilikuwa naongea Kigogo. Wani niongee Kiaya. Mungu aamini mtu yeyote mtoto kumbariki au kumpa ukuu. Umeelewa? Kigogo ni hivi. God is not test or trust any baby to bless him. Mungu aamini watoto wote kuwabariki. Mungu aamini kumbariki mtoto. If you are a baby in Christ, utaomba mpaka kichwa kiombe. Kama wewe ni mtoto ndani ya Yesu, Mungu anabariki waliokomaa, waliokuwa. God bless the matured ones that are grown. Kwa Mungu anaimarisha ufalme wako. So God strengthens your kingdom. Sura ya 24 ya Samueli wa kwanza, mstari wa 20, anasema Sauli anamwambia Daudi, ufalme wako utaimarika. David, your kingdom shall be strengthened. Samueli wa kwanza sura 24 mstari wa 20, Biblia inasema, na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mkononi mwako. Anasema ufalme wa Sauli ndo anamwambia hapo. Baada ya kumkosa, wakati amekatwa kipande cha nguo yake, ndo anamwambia hayo maneno. Anamwambia na ufalme wa Israeli utaimarika. Yani nchi itaimarika, nchi itatulia. Israeli itatulia. Israel will become. Nataka nikwambie baraka zako zitaimarika, zitatetereka. Baraka zako zitaimarika kwa jina la Yesu. Sura 28 mstari wa 17. Nimalizie hapo. Samueli wa kwanza sura 28 mstari wa 17. Biblia inasema, yeye Bwana amekutendea kama alivyosema. Akamtendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia. Samueli ameshakufa, lakini Sauli itakuja kukupa hiyo habari. Sura 28 utasoma. Sauli alienda kwa mganga ili kutafuta msaada. Amempiga kimwili, amepambana vita ya kimwili kumwinda kwa mishale, kumchoma mkuki, kumfanyaje, akamkosa. Ikabidi Sauli aende kwa wachawi, kwa mganga ili ampige Daudi. Watu wakikushindwa kiroho, when people fail you physically, spiritually, watu wakikushindwa kimwili, when people fail you physically, they will go to you spiritually. When you see people going spiritually, it means they've tried by poison and more and failed you. Now they're going to be with you. Sauli alivyoshindwa silaha zote za kimwili, all times of physical flesh, he went to a witch doctor and a sorcerer, ili ashughulikie, that he deals with mwenye mapepo ya utambuzi, the ones with the demon of recognition. Akasema, akamwambia mchawi, nipandishe roho ya Samueli. Wakati wa Samueli alishakufa siku nyingi. Roho ya Samueli ikapanda, ikamuuliza Sauli, mbona unanisumbua roho yangu mimi nishakufa? How come you're disturbing my spirit and I'm resting? Maana Mungu anisikii, watu wanisikii, manabii waniambii chochote. Akamwambia Mungu ameshakukataa, na kwa sababu umekuja hapa leo kwa wachawi utafia huku. Wewe na watoto wako wote watatu, hakuna atakayeitawala. Kama nilivyokuambia nikiwa hai, kwamba ufalme wako ulisharuliwa na amepewa jirani yako, yani Daudi. Ndivyo ilivyo, hakuna linalobadilika. Na sasa ndio yanatimia hapa.
Kwa hiyo ndo maneno yale yakatimia. And those words are fulfilled. And David became a king. And he reigned in the first step. Akatawala kidogo. He reigned in Judah. Akatiwa mafuta mara ya tatu. And he was anointed for the third time. And he reigned in all Jerusalem. Baraka zote. All the blessings. Pigie Yesu makofi. Give an applause to Jesus. Nimejitahidi kusummarize ili kila yeyote aliyeko hapa aweze kuelewa. Hallelujah. 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 Ongeza makofi yako mengi zaidi. Increase your applause. Ongeza makofi yako mengi zaidi. Increase your applause. Ongeza makofi yako mengi zaidi. Increase your applause.